unabatilishaje hii mikataba ya kiroho ili ubadilishe mtazamo wa maisha yako. Nimesema na ninarudie tena, mtu akikwambia njoo hapa nikuombee, nikupake mafuta ya mpako, sijui unipe kiasi gani nikavunje mikataba yako, mwambie aanze kuvunja ya kwake kwanza, kwa sababu huyo mtu amechanganyikiwa na ana mikataba ya kuchanganyikiwa. Aivunje hiyo kwanza kabla hajataka kuvunja ya kwako. Tulitoa hilo, tuendelee na utaratibu wetu. Hiyo ni wazungu wanasema that's for free. Sasa tuende kwenye nilichosema. Kuna video 3 tayari nishazitoa kuhusu hili swala la mabadiliko. Tumeanza, tafuta mkataba unaoingia nao. Kuna mkataba gani ambao wewe umeshaingia nao? Na mkataba sio huyo mchungaji akakwambia, sio yule mganga akakwambia. Kaa chini dakika 5, 10, sikiliza mawazo yako yanasema nini. Andika yale mawazo ambayo yanajirudia rudia, unazungumza nini humo ndani. Nikasema angalia katika hayo mazungumzo, neno gani ambalo linasimama linawakilisha mazungumzo hayo, ukafanya hivyo. Sasa zile hatua zinakuonyesha ni mkataba gani umeingia. Mkataba wa maisha mazuri, mkataba wa maisha ya mahangaiko, mkataba wewe ni mjinga, mkataba wewe ufanikiwi, mkataba wewe umeibiwa, wewe ni kitu gani ambacho umeingia mkataba nacho, kwa sababu ule mkataba ulioingia nao ndio unaokufunga katika maisha yako. Sio ndugu yako, sio mama yako, sio bibi yako, sio kaka yako, sio mjomba wako, sio shangazi yako. Wote wanaokuambia hawa wamekufunga, wao wamejifunga wenyewe. Kimbia, usimpe hata sentano, mwambie wewe nyoko toka, wewe shetani kimbia, toka mbele yangu. Mimi nakwambia ukweli, kwa sababu mimi nimeishi katika hayo mazingira, nimesikia hayo maneno na nimeona jinsi yanavyoharibu familia. Sasa basi nazungumza kwa sababu nazungumza kwenye experience. Siogopi mimi ndugu, siogopi mtu yoyote. Wakakaya na wachungaji 100 wakaniombea waniharibie, hakuna atakayeweza kuharibu, kwa sababu najua ukweli wa maisha, najua sheria za kiroho, najua sheria za mikataba. Sio kwa sababu mimi ni special, ni kwa sababu nimejifunza. Wengi hatutaki kujifunza, tunataka mtu tu atupe maneno tukimbie nayo. Nakupa ufumbuzi wa kweli ndugu yangu. Ukifuata huu utaratibu ninaokupa, baada ya siku 30 utaanza kuona maisha yako yanabadilika, tabia yako inabadilika, na shughuli zako zinaenda sawasawa na mipango yako. Ndiyo kutakuwa kuna mivutano, lakini unajua jinsi ya kupita katika hiyo mivutano. Kama vile hapo dao, ukitaka kupita kwenye traffic lazima uwe na ujanja. Sikiliza video inayokuja, nitalifafanua hili.